Hello, welcome back to my YouTube channel. It's Lil Shays again. Simu yangu ina quality poa but let's go. Tutapata sehemu nzuri. So guys, kuna hii summer tides yenye ilifanyika siku kama 3 zilizopita huko nyuma. I think siku ya mwisho naona mlionea video nilipost hapo. Imeenda. My videos are going viral but hiyo kidogo ilisonga pale, naona kuna 50, nimeacha kuna 55 views and stuff like that. So it's doing well but kuna hii trending yenye ilikuwa ikipita nini about Malindi. Yeah, about Malindi summer tides. Watu wa Nairobi walikuja Malindi and wakaenjoy, but naomba usikize hizi video zenye naenda kuziachilia hapa, zenye ni wakubwa wa Malindi, government ya Malindi ya mambo na religion, mambo na dini wamesema. So sikiza hii hapa. If we don't talk about these things, nobody will talk about it. Summer tides in Malindi, and it always happen Malindi, Mombasa, all over. It should be banned completely. Sikiza ya pili. Naambia vyombo vya usalama na vyombo vinavyohusika kwa masuala hayo, mukisikia wanakuja mjue tutakuwa tumejipanga. Swali ni, je, watu wa Malindi mnalichukuliaje hii issue ya summer tides? Juu tusiongelea about negativity, tuongelea about positivity, positive mind, you feel me? So positivity ni summer tides imeleta faida gani Malindi? Imeleta faida gani summer tides ya watu kutoka Nairobi kuja hapa? Unajua, I come to realize most of Malindi people, si kejeli watu wa Malindi, but most of them wanakuwa na kama mindset fulani, yani hakakui. Unaona, sisemi watu wa government, I'm not saying the government, nasema kuna some people hapa Malindi wana kama mind fulani kenye hakakui. Unaona, yani mind zao bado zimebaki zile za wazazi zenye wamefunzwa na wazazi, hawajajua vile life watu wishi, they don't know shit. So wanakuwa na kama mindset fulani ambako si kazuri. Let me tell you something about it. Iko hivi, faida za summer tides. Najua mmeona summer tides imefanyika, but sijui kama umepata faida. But most of this business people, wafanyi biashara, wamepata faida kubwa kutokana na summer tides. Mfano, bodaboda alibeba hiyo day. Those 3 days bodaboda waliweka pesa, si mchezo. Achana bodaboda, tuje bar, watu wa bar. These bar people walitengeneza pesa bro. Walitengeneza pesa jo, kwa sababu walikuwa ukiingia club, kila pombe ambayo itakuwa kuna, unajua hizi pombe ziko na bei yake, so situmii, lakini kila pombe ina bei yake. But that day, those 3 days, pombe ilikuwa juu. Okay, achana na pombe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Achana na pombe, tukuje kwa nini, kwa madafu. Unajua most of kwa cost sana minazi ndio iko cost sana. Sidhani kama Kenya kuna area ina minazi kama cost, I don't know. Kama iko andika kwa comment section. But cost kuna minazi. So kuna madafu ni kabla nazi hajakomaa. Ile nazi inachundwa, unachongewa, unakatua na kunywa maji. Yale ndio madafu. Those madafus, those coconuts, madafus, I don't know English well, but hayo madafu ni 50 shillings. Mimi kama mcost tena najua bei ya madafu ni 50 shillings. But on those 3 days, madafu ilikuwa times ngapi? Times 4. Dafu moja ilikuwa unauziwa 200. Mimi mwenyewe nikiwa shahidi, sema siku record hiyo video, but tulienda tukataka kunywa madafu. No, nice and chill nini, tukataka kunywa madafu, but tuliambiwa dafu moja ni 200. Tunaambia bro, sisi ni wa cost jo, dafu moja watuziaje 200? Akasambia basi si mimi leo, mwenye biashara akatuambia mimi leo siuziwa cost, kama nyinyi wa cost mnaweza kwenda, mimi dafu moja ni 200. So ilileta faida kubwa kwa wafanyabiashara. Alafu kuna hizo sasa negativity zilikuwa nini? Unafunzaje so nani generation yenye inakaa, generation yenye inatuangalia sisi kama mayouth, unaifunzaje hiyo generation? So kulikuwa na picha kama hizo, hizo picha zilikuwa. So swali langu ni, je, watu wa pwani ama Malindi ama wewe kama uko Nairobi ama uko wapi Kenya kwa ujumla, summer tides irudi Malindi ama isirudi? That's it. So if you're watching this video right now, don't forget to subscribe, like, comment and share. Nimemaliza.